wahubiri tumekuwa wengi, lakini mahubiri yao hayalengi kujenga mtu zaidi ya kubomoa. Ndoa zinabomolewa na wahubiri wenyewe. Yaani siku hizi ukiingia kanisani, mtu anahubiri mapenzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mtu anahubiri mapenzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Watu wanaoimba nyimbo za kidunia wanaimba mapenzi mwanzo hadi mwisho, na wahubiri nao wanahubiri mapenzi mwanzo hadi mwisho. Watu wanatukanana kanisani. Mtu anaingia anaanza kutukana watu, anatukana watu wenye dhambi. Uliona wapi mhubiri anatukana watu wenye dhambi? Wenye dhambi sasa wataenda wapi kama wewe mchungaji na watukana watu wenye dhambi? Hao watumishi, hao watu wa Mungu, hao wale wenye dhambi waende wapi? Badala ya kwenda kanisani, unataka waende wapi? Ninaomba watumishi wa Mungu tuwaite watu wenye dhambi kanisani ili watubu, wamtumikie Mungu, waache maovu yao. Tusiwafukuze kwa matusi. Tusiwafukuze kwa matusi. Tunafanya kazi ya kutukana tu kanisani. Naomba tutumie sana neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tuwafundishe watu neno la Mungu ili waache maovu. Tusiwafukuze kanisani, wala tusihubiri mapenzi kana kwamba sisi tunaimba nyimbo za kidunia. Tunaimba na watu wengine kwenye mitandao nimeona mara nyingi wanatukana sana watumishi kuliko vitu vibaya. Hawasemi madangulo yamezidi, ukahaba umezidi, ushoga umezidi, usagaji umezidi, bali wanatukana. Mtumishi gani huyu? Wanatukana sana watumishi, wanatukana sana waimbaji. Kama waimbaji ndio wamechukuliwa kwamba wote ni takataka. Tena wahubiri sisi wenyewe, watumishi wa Mungu, wahubiri ndio tunaowatukana waimbaji. Lakini unapotukana waimbaji, ujue na wewe ni mwimbaji, unaimba tenzi, na kila mwenye pumzi siku ya mwisho ataimba tu. Wewe tukana sana waimbaji, tukana sana ndugu zangu, lakini siku ya mwisho ukiingia kwenye shimo utakuja kujibu ya kwamba ulikuwa unatukana sana waimbaji. Ni vizuri kama mwimbaji amefanya kosa, mwite atubu, mwambie tubu dhambi, mwite kwa staha, mwite kwa heshima. Unapoandika matusi unakosea, tena unamkosea Mungu. Hukumu ni ya Mungu tu, ambaye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Nisome neno ambalo linasema Alfa na Omega. Ukisoma Ufunuo 1 mstari ule wa 6, nao unasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu. Asema nani? Bwana Mungu aliyekuwepo na atakaye kuwepo, Mwenyezi. Imemaliziwa na Mwenyezi, mwenye enzi yote. Huyu ndio anaweza kunihukumu mimi, sio wewe, sio wewe. Na siku ya kuondoka siondoki na wewe, naondoka peke yangu. Sasa mnabaki na hukumu wengine, mnatukana watu, mnatukana kanisani, mnatukana kwenye mitandao, mnatukana. Unamjua aliyemuumba? Unajua kweli unachokiongea ni kweli? Watu wengine wamesikia tu, mwizi, wanachukua mawe na wanachukua mawe wanampiga yule anayeitwa mwizi, wanamuua. Angalia sana, damu itakulilia. Umeua wewe uliyeshiriki, ukadhani yule ni mwizi, au hata kama ni mwizi, una mamlaka ya kumuua. Anayeweza kumuua binadamu mwenzake ni Mungu peke yake. Anayetoa uhai kwa binadamu mwenzake ni Mungu peke yake. Hata ungeibiwa kiasi gani, acha kuua watu wewe, hiyo damu itakulilia tu. Hiyo damu itakulilia, damu itakutafuna, na kizazi chako kimeingia kwenye laana moja kwa moja, maana umemwaga damu. Ogopa dhambi ya kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe.